Hi guys, Aleki hapa. Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Maneno ya Yehova katika hekalu lake na midomo ya Isaya yatakaswa. Neno lasema hivi: katika mwaka ambao mfalme Uzia alikufa, nilimwona Yehova akiwa ameketi kwenye kiti cha ufalme kilicho juu na kilichoinuliwa, na pindo za kanzu yake zilijaa hekaluni. Maserafi walikuwa wamesimama juu yake, kila mmoja wao alikuwa na mabawa 6. Kila mmoja alifunika uso wake kwa mabawa mawili na alifunika miguu yake kwa mawili, na kila mmoja wao aliruka huku na huku kwa mawili, na kila mmoja alimwambia mwenzake, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Yehova wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na viegemeo vya milango vikatetemeka kwa sababu ya ile sauti kubwa, na nyumba ikajaa moshi. Kisha nikasema, ole wangu, kwa maana ni kama nimekufa, kwa maana mimi ni mtu asiye na midomo safi, nami ninaishi kati ya watu wasio na midomo safi, kwa maana macho yangu yamemwona Mfalme, Yehova wa majeshi mwenyewe. Ndipo mmoja wao wa maserafi akaruka kunijia, na mkononi mwake alikuwa na kaa linalowaka alilokuwa amechukua kwa koleo kutoka kwenye madhabahu. Akakigusa kinywa changu na kusema, tazama, ili limeigusa midomo yako. Hatia yako imeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Kwa hiyo nimejifunza kwamba hatia zetu zimeondolewa na dhambi zetu zimefunikwa naye Mwenyezi Mungu. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha nabii Isaya ni kitabu ambacho alikiandika yeye mwenyewe akiwa Yerusalemu. Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Na pia vile ningependa bila kupoteza wakati tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka. Watu watakaswa ili wakutane na Mungu. Neno lasema hivi: basi Musa akaenda na kuwaita wazee wote wa Israeli na kuwaambia maneno hayo yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru. Kisha watu wote wakasema pamoja, mambo yote ambayo Yehova amesema tuko tayari kufanya. Mara moja Musa akamwambia Yehova maneno hayo ambayo watu walisema. Na Yehova akamwambia Musa, tazama, nitakujia katika wingu lenye giza, ili watu wasikie ninapozungumza nawe, na ili wakuamini wewe pia siku zote. Kisha Musa akamwambia Yehova maneno ambayo watu walisema. Alafu Yehova akamwambia Musa, nenda uwatakase watu leo na kesho, nao lazima wafue nguo zao. Nao lazima wawe tayari kwa ajili ya siku ya 3, kwa sababu
katika siku ya tatu mimi Yehova nitashuka juu ya mlima Sinai mbele ya watu wote. Ni lazima uwawekee watu mipaka kuzunguka mlima huu na uwaambie, jihadharini msipande mlimani wala kugusa ukingo wake. Yeyote atakayeugusa mlima huu hakika atauawa. Mkono wa yeyote usimguse, atapigwa mawe au kuchomwa kwa silaha. Awe ni mnyama au mwanadamu hataishi. Lakini pembe ya kondoo ndume ikipigwa, watu wanaweza kuukaribia mlima. Kisha Musa akashuka kutoka mlimani, akaenda kwa watu, akaanza kuwatakasa, nao wakafua nguo zao. Akawaambia, jihadharini kwa ajili ya siku ya tatu, msifanye ngono. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha Exodus ambacho ni kitabu cha Kutoka kiliandikwa na Musa akiwa nyikani. Exodus chapter 19 verse 7 to 15. Uncompromised and undiluted word of God. Na thank you guys for the support. Big up and God bless you.